mwaka Kwa hiyo umeshindwa vita vya ndani, umekuja kufikiria mwenyewe nje. Mpeku wewe ni mwanaume. Wewe unashindwa kujibu. Yaani kitu gani ambacho kinakuzuia usimjibu yule? Hamna, kawaida tu. Kawaida umetoka mnyonge. Kwani wewe huwezi kumjibu? Wifi yangu na boboja anazungumza umekaa kimya. Azifu kama sio mtoto wa kiume. Sio kama nashindwa. Ila huwa sipendi sana malumbano. Kwa sababu malumbano hujenga ugomvi na uhasama mkubwa. Na ndio maana unajua kuna muda mwingine kukaa kimya ni jibu tosha kwa mtu mpumbavu. Na inatakiwa ujifunze sana kuishi na mtu vile alivyo. Sijawahi kuona kaburi la mjinga, hata wahenga wanasema hivyo. Ila kuna kaburi la mwelevu ambalo ndio litakuwa kaburi lako wewe, ambao umekubali kutishwa maneno ya mjinga ambaye mwenyewe hana akili. Mbona unatakiwa kuzungumza? Ni mtoto wa kiume, unatakiwa kuwa na mwanamke wako unaishi naye ndani. Mwanaume anakuwa na kauli, wewe unakuwa kama zezeta tu. Sometimes nachoka hata nikusaidia. Haujali tu kuwa mfanyakazi huko ndani, sio mtumwa. Nazungumza na naambia wewe, mimi ni bwana wako. Mimi nakataa na kukana, umekaza. Haya, mimi tunatoka. Sawa basi, hata ingekuwa hivyo at least mtu azungumze kuna ukweli ndani yake. Mpeku umekuwa kama zoba. Unamwogopa yule. Ikiwezekana tia hata makofi. Unajua nakuambia tu kwa nini mimi napenda sana kuwa kimya. Mimi hapa ni mgeni. Alafu vile vile sina uhuru wala mamlaka yoyote katika hii nyumba. Na isitoshe endapo mimi nikimjibu kaka yako akipata taarifa hiyo, unafikiri atanifikiriaje mimi? Na endapo kaniambia bwana mimi sitaki kuishi hapa, na mimi ukiangalia kumjini sina ndugu yoyote, nyinyi ndio kama ndugu zangu, mimi nitaenda kuishi wapi? Au nitakuwa mgeni wa nani? Na ndio maana kuna muda mwingine najitahidi kuwa mnyonge ili mradi nisikwazane na mtu. Kwa umechagua kuwa mjinga kwetu. Basi hata mimi nikuone basi mjinga. Niwe nikikuona naona chuki ya kawaida na zoe. Mpeko nisikilize. Yule ni wifi yangu. Najua mimi nitamkomesha vipi. Una plani yoyote ya kufanya? Najua hauna, ni muoga. Naomba unifuate ndani. Nifuate ndani. Mwaka wangu. Hivi kaka, kati hizi siku mbili umeonana lecture? Hapana. Umeongea nini hivyo? Hapana. Kulikoni? Kaka, mimi sometimes najua mnakuwa mnaniboa. Sasa huyu wifi. Mimi sipendi kabisa mambo yangu ya chuo, yani kila mtu anajua pale chuoni. Yani instead of me basi ujue wewe ama wifi tu aliweka roni kwamba mimi ada sijalipiwa. Mimi sijapenda. Sababu nimekutana na lecture ananiambia kwamba wifi yako alikuja. Na kwa sababu ulikuwa unajua muhula uliopita ulikuwa unadaiwa, basi ameahidi ataitoa hiyo pesa. Sina maana hiyo kaka. Kuna account unaweza kutuma bank. Mimi nikapata. Lakini sipendi hivi anapokuwa anatamba. Hata kama kweli ananisimamia sometimes anatoa share yake kwa ajili ya kunilipia mimi chuo. Mimi nakubali sana mchango wake, lakini hivi mimi inafikia wakati mimi simaindi vitu vile. Dada, wewe ondoa shaka kwenye hilo.
haitojirudia. Na kuhusu masuala ya chuo, kesho tunamaliza. Unamaanisha kaka kesho kila kitu ita complete? Kila kitu kitakuwa sawa. Nitafurahi sana kaka. Na hii yote mimi sipendi mara nyingine ijirudie. Mimi naamini kwamba mwaka wangu wa mwisho unakuja. Mimi nitaacha kila kitu, nitakuwa sisumbui tena. Wewe usijali kwenye hilo. Na itokaa ijirudie. Sawa? Unaniahidi? Nakuahidi. Okay. Hata hivyo nilikuwa na wazo moja pia. Lipi hilo? Ni kuhusu kaka mgeni uliomleta ndani. Kafanya? Hajafanya kosa, ni vile ambavyo anaishi ndani. Kaka mimi najua ni mtu wa kutoka sana ukiwa kwenye biashara zako. Vile vile ifi yangu ni mtu wa kutoka, sio mtu wa kushinda ndani. Hatuna house girl, hatuna house boy, lakini mimi vile vile niko chuo, nikirudi tu ni mimi wifi wewe na huyo mgeni basi kaongezeka. Najisikia vibaya mimi kumwona kaka anakaa ndani, hana kazi aina yoyote, anakuwa kama house boy. Yaani the way tunavyoishi naye, mimi namkuta tu anafanya kazi za ndani, amepika, kavaa apron, yana anapika. Na hivi anapokuwa anamfokea, unaweza kusema kwamba labda sijui, lakini kwa nini usingependa kumtafutia kazi kwa anakofanya kazi kwenye viwanda? Yeye akafanya kazi ya mashine hivi. Ningempendeza pia yeye asibaki tu kukaa ndani. Hilo kakwambia wewe au wewe tu umebuni? Hapana. Niseme kwamba aliniambia ama kwamba aliniomba. Ni aliniomba. Mara nyingi mimi nikirudi ndani nakaa naye. Mimi sipendi narudi ndani nakaa na yule kaka. Alafu ni mgeni, watu wengi wanakuwa watuliza, lakini mimi sipendi kuzungumzia sana kwa sababu wewe ulimleta pia. Ningependeza zaidi kaka umtafutie kazi, aliniomba tu nimsaidie. Na ukiangalia juzi mimi nimetoka chuo, nimechukua pochi ya wifi. Narudi hapa nakuta ugomvi, wanagombana na wifi kuhusu pochi, kaijua kauza. Anaonekana kama ni mwizi mkabaji, yani robber, lakini nilivyorudi tu wifi basi ndo amenywea. Mimi pochi nilichukua, lakini wifi alikuwa anajua mara nyingi ile pochi napenda kuitumia. So haipendezi hata majirani wakitusikia kwamba tumeleta mwizi, kitu kikipotea wewe ni yeye, sio kweli. Mbona ninavyoendelea hivyo? Wazo zuri. Nitafanya hivyo. Kwa sababu hajakusudia yeye, limemtokea kama changamoto. Leo kwake, kesho kwetu. Kwa hiyo nitafanya hivyo. That is my brother. Batuli. Yaani dela leo nimekuwa zima. Sasa nikwambie. Nilipopita huko mtaani. Kijola kizuri umekipata wapi? Nikaambia nina BFF wangu, ana vijola kibao. Nikienda ni mwendo wa kuchagua tu. Kwa nini nikajichagulia zangu? Kama unavyoona. Mtoto umependeza vipi? Natoka siku ile. Maendeleo hapa mazuri. Ila shoga yangu. Batuli yule kaka ni king'ang'a. Kaka ni king'ang'anizi yule. Nimemoshisha vyombo, nimempigisha deki, kafua mpaka nguo zangu za ndani, mpaka boxer za mume wangu. Kapanda mpaka kwenye madali kutoa vumbi. Lakini hataki kutoka. Ngoma ngumu dada. Kaka anajua kung'ang'ania, utafikiri nyumba kajenga babake mzazi. Au kuna mtu hapa ana ukaribu naye anamtia kiburi. Hapo wifi yangu. Wifi yangu yuko Beneti naye hivi. Muda wote yule nesi ndio anamtia kiburi. Maana kusema mume wangu hapana, mume wangu muda mwingi yupo kazini. Mara chache sana anakopo nyumbani. Sasa huyo ndo anemtia jeuri. Umeona kwamba kuna kazi ya kufanya. Yaani mimi Winnie hata simuelewi. Shogangu ukiwakuta anaongea umbea. Mixa kucheka, utafikiri kamjua mwaka uliopita, kumbe kamjua juzi tu hapa. Na Winnie na kaka yake lao hili mmoja. Sasa kuna kazi. Mimi nimeshachoka. Sijui nafanya nini. Yaani naomba tu nisaidie, sijui nafanyaje. Nimekumbuka kitu. Ndio. Mimi nina vijana wangu. Hao vijana ni wazee wa kazi. Iwe asubuhi,
iwe mchana, iwe jioni, iwe mvua, iwe jua, au ni wazee wa kufanya kazi na hawana hata gharama kubwa. Chochote kile unachokitaka ukiwaambia wanafanya. Wewe Ukitaka kuua, chap. Ukitaka wakamtupe mapolini huko, dakika 2. unasema kweli Blandina? Ukitaka wamgeuze vyovyote, hiyo kazi wanaiweza. Kwa hiyo kazi kwako. Hawana gharama kubwa. Hilo ni jambo la siku hii moja tu. Huyo mtu hapa anaondoka. Jamani. Shogangu hapo kwenye kuua, hapana. Unaogopa dhambi? Sana. Yaani naogopa dhambi, kuua hapana. Ila swala la kumfanya chochote kingine, kumvunja miguu, shogangu ampige tu. Yaani wakutane naye sehemu yote, wampige, wamzibue miguu ikongoloke, akijapa hata miguu yote miwili ndio atajua njia ya kwenda kwao. Yes, jeuri, kiburi, asikii. Mimi nitafanya nini shoga yangu? Hapa anaondoka yule. Sasa sikilizia nikwambie kitu. Mimi nikitoka hapa, naenda kutafuta wale vijana. Na wapanga vizuri. Nitawaleta kwako. Uongee nao, uwapange vizuri. Yaani hapa hakuna kupepesa macho. Kama unataka kazi, fanya kazi. Huruma huko? Na nitawapa kiasi chochote cha pesa wanachokitaka. Mchezo ni hapa tu. Ukiwa na mkono mrefu wa kutoa pesa, kazi yako inaenda dakika 1. Lakini kama mkono wako huko mfupi, kazi yako itachelewa. Shogangu, asante kwa ushauri wako. Sasa hapo nenda kwa tafuta wapange afu nipigie simu. Ni connection nao, mimi naweza nikafanya chochote kwa ajili yao. Wakitaka pesa yoyote nitawapa. Si unajua tena pesa sio shida zangu. Ila sasa hapa usije ukazingua, maana hao ni wazee wa kazi. Sasa hapa mara mkono ukiwa hivi, mambo atakuwa mengi. Nyoosha mkono na wao wanyoshe kazi. Sawa, usijali kabisa. Jambo nataka kule. Hivi kazi gani unayoweza? Mimi basi kazi yote ninafanya. Ila kasoro kuiba tu ndio siwezi. Napiga tu fresh. Sasa ukuuliza hivi, kuna kazi nimekutafutia. Hii kazi ya kushona. Sasa sijui unaweza ama au vipi? Kazi ya kushona mimi naifanya. Japokuwa sina uzoefu sana, lakini nishawahi kufanya. Kwa hiyo haitunisumbua. Basi haina shida. Kwa hiyo nikipata muda au na muda wowote naweza nikakuchukua hapa nikakupata hadi nikakuwakilisha. Mimi niseme brother, mimi nashukuru sana. Na vile vile unanipambania sana, na yote hayo mimi niseme tu asante. Sina cha kukulipa. Sawa, usijali. Yaani ndio shaka kabisa. Kwa hiyo ukiona mguu wangu ukifunga anza kazi. Basi sawa. Sawa, nashukuru sana. Haina shida. Yaani hujamaliza kuosha vyombo mpaka sasa hivi? Kweli? Alafu mbona unaongea ila wewe uongee chochote? Sinakuuliza wewe. Nimesubiri mbivu zinaanza. Ama ndo riziki bado huenda ikafika kesho. Ya nafsi kula hali inda akuli bukha. Ama ndo niseme ninagundu, ama ndo niseme nimerogwa, ama nisemeje, ama nisemeje. Naomba nifanye jambo. Tacha. Sogea hapo.